Habari wapendwa wangu na karibu sana kwenye channel hii. Naitwa Ana Claire Shija. Leo nataka tutengeneze hii sabuni nzuri sana kama unavyoiona hapo. Na tutatumia soap base, kitu kinaitwa soap base ambayo hii ni ya goat milk. Imetengenezwa kwa goat milk. Kwa hiyo ndio hiyo tutatumia, tutakwenda kuweka na kahawa. Kwa hiyo sabuni tunayotengeneza leo ni goat milk soap and coffee. So mahitaji tutakayohitaji kuyatumia leo ni hiyo goat milk soap base, tutatumia pia na kahawa. Tutachanganyia na kahawa katika kutengeneza sabuni yetu, na kahawa ina benefits nyingi tu katika ngozi. Lakini pia tutatumia soap mold katika kutengeneza umbo la sabuni yetu liweze kuwa umbo zuri kama hapo ulivyoiona. Kwa hiyo tutahitaji hii soap base kwa ajili ya kutengeneza umbo la sabuni yetu. Baada ya hapo tutaanza kukatakata vipande vidogo vya sabuni au vya hii soap base yetu ili kuhakikisha kwamba inaweza kuwa rahisi katika kuiyeyusha sabuni. Kama hapo unavyoona tunakatakata vipande vidogo, hakikisha unakatakata katika sehemu ambayo ni kavu, haina maji. Na sabuni yetu hapo unavyoona ina kama alama za blue hivi, zimetokana tu na mfuko ambao uliwekewa ukatoa rangi. Ndio maana unaona sabuni inakuwa ina alama za blue, lakini kiuhalisia sabuni inatakiwa iwe nyeupe. Ni sabuni ya soap base. Yaani ni sabuni ambayo imeshatengenezwa, lakini wewe utaiongezea sasa ubora kwa namna ambavyo wewe unataka. Mimi leo natumia coffee au kahawa. Unaweza kutumia sokoni ya kupima, unaweza kutumia kahawa ya madukani, yoyote ile unayotaka unaweza kutumia. Lakini mwingine anaweza kuamua kutumia manjano, anaweza kuamua kutumia liwa, anaweza kuamua kuweka rangi tu na perfume, asiweke kitu kingine chochote. Inategemeana na wewe sabuni yako unataka uitoe kwa malengo gani. Au iende ikasolve tatizo gani la ngozi. Kwa hiyo ndio hicho utakachokifanya au utakachotengeneza. So wapenzi, nawakaribisha sana muweze pia kujipatia kitabu ambacho ninacho kinahusiana na utengenezaji wa bidhaa za viwandani zinazohusu usafi pamoja na urembo. Humo katika kitabu utapata mafunzo ya namna ya kutengeneza bidhaa nyingi sana zinazohusiana na usafi na zinazohusiana na urembo. Mpendwa wangu, usikae bila ya kuwa na ujuzi. Hata kama wewe ni msomi, umesomea uhasibu, umesomea sheria, umesomea ualimu, umesomea hiki na kile, lakini kuwa na ujuzi wa kazi za mikono ni kitu ambacho ni muhimu sana, kwa sababu utatumia ujuzi wako wa kitaaluma kwa kile ulichosomea, lakini pia utaweza kutumia ujuzi wako wa kazi za mikono kuweza kujiimarisha kiuchumi. Unaweza hata ukaanzisha kiwanda kupitia mafunzo ambayo unakuwa umeyapata. So nawakaribisha sana wapendwa, mjipatie kitabu hiki. Gharama yake ni nafuu sana ukilinganisha na mambo mengi ambayo mtu utajifunza. So hapa tunaweka soap base yetu kwenye chombo ambacho tutakwenda kukiweka jikoni kwenye maji ya moto ili kuweza kuyeyusha hii soap base. Wapendwa wangu, kama hapo mnavyoona tunamalizia kuweka hii soap base na tunakwenda kuwasha jiko letu na kuchemsha maji. Tutaanza kuchemsha maji kwanza mpaka yachemke, yatokote. Alafu baada ya hapo sasa ndio tutakwenda kukikalisha kile chombo chetu kwenye yale maji yanayotokota ili kuhakikisha kwamba yanafanya ile sabuni iweze kuyeyuka vizuri na iweze kutupa fursa ya kuweza kuchanganya vitu vingine ambavyo tumeviandaa. Na kwa sabuni ya leo tumeandaa kuchanganyia na kahawa. So hakikisha kwamba inayeyuka kabisa na vibuje vyote vinaondoka. Halafu baada hapo utaitoa kwenye moto. Utaweka kahawa kama hivyo na kuanza kuchanganya na kukoroga kwa haraka sana. Kwa sababu siri ambayo unatakiwa kuijua ni kwamba soap base haitakiwi kabisa kukaa kwenye sehemu ya ubaridi, kwa sababu inawahi sana
kuganda. So make sure kwamba unaichanganya haraka mno ikiwa bado ya moto, na hivyo vitu vingine unavyotaka kuchanganya kama nilivyosema leo kwamba tunachanganya na kahawa tu, hatuweki perfume, hatuweki rangi, tunaweka na kahawa tu. Kwa hiyo tunatengeneza goat milk and coffee soap. So utachanganya hapo haraka haraka kuhakikisha kwamba sabuni yako imechanganyika vizuri na kahawa. Halafu baada ya hapo, kabla haijaanza kuganda, utaichukua hiyo sabuni yako na kuimimina katika chombo chako cha kutengenezea umbo la sabuni yako. Kama pale mwanzoni mlivyoona zimetoka kama ua rose, ni kwa sababu tumeziweka katika soap mold ambayo inatengeneza kitu kama ua rose. So hapo utamimina haraka haraka katika soap mold zako ili kuweza kuruhusu sabuni yako iweze kukauka na iweze kufaa kwa matumizi. Uzuri wa kutumia soap base ni kwamba sabuni ikishakauka hapo hapo tu unaweza ukaanza kuitumia. Haihitaji tena muda kukauka zaidi, haihitaji tena muda kusema caustic bado iko active kama zile sabuni nyingine ambazo tunatengeneza kwa kutumia caustic soda. So utamimina katika vyombo vyote na kuiacha iweze kukauka. So sabuni yangu mimi hapo nimeiacha kwa muda wa masaa 12, nimetengeneza jioni na nimekuja kuitoa kwenye mold zake asubuhi. Kwa hiyo ni masaa 12. Kama hiyo unavyoona imeshakauka vizuri kabisa, ina muonekano mzuri sana, ni rahisi mno kutengeneza, haina ugumu wowote, haihitaji formula ngumu sana. Unaweza tu ukaanza kutengeneza hata leo ukiwa umeshapata hizo malighafi za kutumia, ukiwa ushajua unataka kutengeneza sabuni ya aina gani. So angalia sabuni yetu ilivyopendeza, is so pretty. Unaweza kuanza kuitumia tu immediately hapo baada ya kuitoa katika mold. Sabuni hii ina povu, nzuri kwa watu wenye chunusi, nzuri kwa watu wenye ngozi ya mafuta, inafaa sana. Na hako kamwisho ndo kalikuwa kamebaki. Karibuni sana.